this morning. Jose, niaje baba? Sana. Baridi Yeah. Uko fiti? Niko poa kabisa. Karibu sana. Thanks. Habari ya masiku, umeshinda fiti? Siku si mbaya. Yeah. God amekuwa faithful. Yeah. Asante. Haya, tutakupatia nafasi tu, najua you're a man of few words, lakini leo itabidi umechangamka zaidi, sio? Sasa You'll introduce yourself and then get straight into your story. full names Joseph Ngugi. Yeah, 20 plus obvious years. 20 plus, eh? Yeah, currently a student of Moi University. Main campus. Main campus, that is Eldoret. A third year to be. Yeah, a former student of Garissa University College. Okay. Based in Garissa. Yeah, where I spent one academic year. Okay. Yeah, ilikuwa an entire year, right? An entire academic year. Okay. Though second semester haikuwa sikumaliza completely. Yeah. Okay. So we'll delve straight into your story. Of course, after high school, you got an opportunity to go to the university. How was that for you? After results zimetokea zikakuwa pleasing. Yeah. I was happy, nimepita and secured a place in the university. Though I was expecting, and it were the local universities zenye ziko around, especially in Nairobi area. KU, UN. Yeah, UN not that much. Okay. Yeah. Lakini nikapata barua, nikapata nyani ya Garissa University College, and everything changed. Yeah, nika lose sight and you were not interested. Not interested. Lakini necessary ilikuwa ni juu insecurity. Niju I thought Garissa was a remote place. Yani alafu hizo few months zenye nilikuwa nimespend nje, nilimshajua utaamua pesa juu ya kuhustle. Ulikuwa umeonja pesa, unajua hustle. Yeah. So you wanted to be around so that you can also do a few other things just to get money for yourself, for your pocket money. Yeah, man, switch between classes na hustle. Na ulijua Garissa haiwezi? Haiwezi. Hiyo place ni akatu desert hivi. Kazi huko tu ni refugees and stuff, yeah. So baadaye nikakuja kuona it was different. Ni place kuna do. Okay. So ikaleta mvurugano kati ya mimi na mzazi. Jisikura kwenda kule nikakataa. Lakini dakika mwisho after wameniongelesha wakani convince nikakubali. Okay. Yeah, so I was supposed to report on Monday, lakini I can't remember the specific date. Lakini sasa juu ya kudelay mazungumzo ya kuniconvince niende kule, so nikaenda Thursday. Okay, it was the same week. Yeah, the same week. So nakumbuka nilitoka home sana za jioni. Afternoon. Yeah, afternoon by 4 PM nilikuwa Isli. Kashika gari hadi Garissa. Yeah, Garissa nikafika 10 PM. Fika kule napata ni ghost town. Sijui ni kafi kulikuwa. Watu walikuwa hakuna na single person. Hakuna watu. Wow. So nikaambia utaniboyo hiyo basi, msiniache. Pesa yangu ijishia hapo, nitafutie mahali ya kulala nitalipa. Sema sawa. So tulienda like hotel tano, tunabisha. Ndio kule anafunga mlango completely. Sasa nabisha, ambia kuna nafasi, ndio ya tano kapata nafasi. Kitanda moja nikiingia. I remember that particular night kulala. Niliona chat na wabeshi, kuna kaje, waniuliza kuna kaje. Kuna miti, kuna the green color. Akambia green color sijaona giza, lakini natumai ipo. Yeah. So kesho kaingia shule. Yeah, kisha asubuhi mimi nikaoga, nikachukua virago vyangu. Nikaenda kwa watu wa pikipiki na wauliza University College kwa pia Garissa University. Waniambia haji kwenye iko. Wauliza watakwenda college. Garissa University College. Kumbe mimi sikuwa najua Garissa University College was a former teachers training college. Right. So wale wanajua kama college, wanajua kama college. So mimi nikamwambia basi nipeleke niyo college yenye mnajua. So mimi nikapanda pikipiki, nikalipa 100, akapita shortcuts ndani ya vijiji. Naona kuna nyumba za mawe.
yani zinakaa manyata lakini si manyata juu manyata inakaa udensani vijiti alafu vimekelewa masuka juu. Nikajiuliza hapa ni noma. Noma. Finally ukaingia shule. Nikasema sawa. Though the main reason nilifanya ndio hiyo Thursday, the following Friday watu walikuwa change courses. Na mimi nilikuwa mwenye Bachelor of Science. Sina huko specific ni science gani. Okay. So mimi najua I'm not a fan of kusomea walimu, so nikajua acha nini change nifanye information science. Sasa kufika kule nikaanza harakati za kuchange courses. The first friend I made alikuwa Mswahili toka Coast. Mswahili hivyo alikuwa Mswahili Muislamu, dini yake ilikuwa Kiislamu. Tukajuana kama change unatafanya nini? Natoka kutoka information science hadi computer science. Msikia kuna computer science. Haraka nikahesabu cluster points zikalingana, nika change mind, nikachukua computer science. Okay. Alafu process ikaisha, I made more friends. Alafu ended up doing computer science. Na ukatulia sasa. The first semester ilikuwa a bit hectic. Okay. Juu sasa though nimemake new friends, kuna wenye nimeacha nyumbani, tukumezoeana sana. So na hapa yani wenye umewapata wapya uwezi ingiliana nao sana. Kuna ile bari utaweka. Right. Yeah. So nikavumilia semester though haikuwa mbaya. Ilikuwa sawa. Though joto jingi sana. Right. And the absence of the green color. Hiyo ilikuwa key kwako Yeah. So semester 1 ikaisha. Ikaisha ilikuwa sawa. Semester ya pili ukarudi shule. Sasa umeanza kuzoea, sio? Nishaanza kuzoea. Semester ya pili nakumbuka juu the first semester kulikuwa na chaos kidogo bomo ndani ya shule. Sasa tufanya end of semester exam. Sasa ikakuwa pushed forward the second semester. Right. Yeah, tukafanya alafu wanafunzi tukapewa one week break. Sasa kuna wenye kwa hiari yao walienda nyumbani. Right. Sasa mimi sikuona haja ya kuchoma 1000 nirudi home. Nikaona acha nibaki shule, tukabaki na watu kadhaa. Wiki moja ikaisha alafu wakarudi sasa. Okay. Masomo yakaanza sasa second semester. Semester ilikuwa sawa. Kulikuwa na kasoro. Nataka turuke mpaka siku ambayo the previous day, it was the 1st of April, right? Yeah. Tueleze kuhusu hiyo siku ilikuwaje, especially towards the evening into the morning of the following day. Haya, 1st April 2015. It was a normal day. Maji ukosekana, asubuhi maji ni ya brown, imetolewa River Tana venye iko. Alafu inawekwa chlorine, unaona. Alafu sasa ndio maji tulikuwa tunaoga nao sisi, lakini that particular day maji haya kupotea. Okay. Day ilikuwa sawa, never went for any classes. Juu hiyo time tulikuwa na class. To the other students had their respective classes. Na exam period ilikuwa imekaribia. So mimi nilikuwa nasomea exam. And as normal, I had a girlfriend. She was a girlfriend. Ulikuwa na girlfriend shuleni? Yeah. Kawaida after shughuli zangu za masomo, lunch time nilikuwa mwenda tunaenda pamoja. Alafu namrudisha. Naendelea shughuli zangu na yeye anaendelea na zake, yeah. Alafu sasa time ya sapa ikafika saa 1 nikamwendea, saa 1 za usiku that is. Alafu kwa na stima. Alikuwa anaitwa nani your girlfriend? Alice Ndete, yeah. Nikamwendea saa 1 tukapelekana hivyo hadi kwa mess kuliko tulikuwa kula kwa mess kule hivyo. Alafu yani ile kile chakula ni watakula hakumepika that particular day. So tukaamua mimi na tutakenja shule mkale huko, sio? Tukande huko. Juu ilikuwa saa 1 pia kule nje chakula ilikuwa imeisha. So tukatoka na mkate na kahawa. Tukaenda kule tukachemsha maji. Apika kahawa tukakula mkate tukashare. Alafu at around 8 akaniambia ukienda kuja saa 4 nataka kupatia simu yangu kuna video fulani nataka watch. Nikamwambia sawa nitakuja. Nikaenda shughuli zangu as usual, hakuna stima sizi
mtu azifanya masomo hizi soma that is wakukuwa na power ya kuwa na power. Okay. So kazi ni kucheza na mobile games ya. Alafu at around 10 sijui shughuli gani nilipata, so nikachelewa nikienda kumuona at around 11 PM that is. Alafu kakule napata she was the second year. So alafu si first years walikuwa na hostel yao, second years walikuwa na hostel zao. Okay. Sasa mimi nikaenda pande yao nikapata kule wasichana madem wako kwenye harakati ya kuchota maji, ndio kisha asubuhi wasisumbuke kutafuta maji ya kuoga. Si I being the boyfriend, so ni come save the hustle. Wewe ukaenda ukachota maji. Ya nikafutia maji after 30 minutes nikamrudishia ikiwa na bucket imejaa, nikamwekea kwa room yake. Ya alafu tukaongea mazungumzo kidogo, alafu akanipatia your simu. So you exchanged your phones? Yeah, we exchanged our phones. Nikampatia yangu. Hiyo time nilikushapoteza yangu smartphone. So nikamwelewa kabambe fulani nikampatia. Okay. Yani akampatia aliona Tecno hiyo time. So you also exchanged the SIM cards, right? Yeah, alibaki na SIM card yake, mtubaki nangu. Nikampatia na like protocol, mpatia tight hug ya good night. Ukaenda hostel? Mimi nikarudi, lakini sasa tuliachana at around 12:30 hapo. Okay. Sasa chini 12:30 AM sasa. Kwa wanafunzi in campus, I mean that's usually hiyo time bado hata ni mapema. Yeah, inakuwa mapema. Hadi kule joto jingi, sisi tulikuwa nalala mchana. Especially kama una classes tunalala mchana, alafu usiku ndio uko active jua kuna joto. Yeah, hiyo ndio ilikuwa naumia huko hivyo. So 12:30 ukamwacha Alice, kumwambia good night, tuonane kesho. Wewe ukaondoka ukaenda kwa room yako? Mimi nikaenda kwa room yangu. Did you sleep ukienda kwa room? No. Nikapata roommate yangu fulani Federico. Nikamwambia sasa tutazaje kulala, yani ndio kule kulala usiku kama hujaoga utakuwa comfortable ya joto. Right. Umetoa tafute maji. Sasa kulikuwa na hostel ilikuwa inajengwa, lakini ilikuwa restricted area, tufaa kwenda huko sisi wanafunzi. Sasa tukachukua bucket zetu sisi tukaenda huko. Walikuwa wameka fence ya mabati. So tukaruka. Sasa kulikuwa na watchman fulani Msomali alitupata. Alileta shida sana, tukamwambia tutoke tunataka maji. Akaleta shida sana hadi akaitaka karao. Kila usiku kulikuwa na patrol ya 2 APs shule. Ya security purposes. So akaitwa, lakini tulitoka before afike. Sasa tulipita nao kwa pavement, tumebeba buckets, sasa hakujua ni sisi. Ndio nikauliza rafiki yangu, ama karao wamekuja kulinda mjengo ama kutulinda sisi? Haina kaniambia, hata mimi nashangaa. No. Sasa hiyo at least ndio ilikuwa clue yangu ya kwanza. Kuna kitu si right. Yeah. Something is wrong, ama something bad is about to happen. Right. Yeah. So karudi home mukaoga? Hatukuoga, tupata maji, alikala tutekea. So you went back with your bucket? Yeah, so tukalala saa 8. Yeah, saa 8. Okay. Uliamkaje the following morning, 2nd of April? 2nd of April, mimi niliamshwa na gunshot ya kwanza kwa gate. Juu mimi inakuanga kawaida yangu by 5:30. Umeamka? Yani usingizi inakuwa imepungua hata nilala late kiasi gani. Sasa mimi gunshot ya kwanza ikaniamsha. Alafu nakumbuka the previous night nikilala joto. Sasa kuna wengine walikuwa wametoa mattresses na yako pavement yani kwenye balcony iko. Ile kwa kawaida joto jingi sana kwa room. Wengine wana opt kulala nje. Wanatoa mattresses wanaweka kwa balcony. Sasa mimi nikashuka after the first gunshot that is. Alafu mnaasi tu wanakimbia. Ile ilifanya watu wasimame wakaamka. Alafu after kitu dakika 2 gunshot nyingine alafu zikafuatana hivyo endless gunshots sasa. Sasa watu wakaanza kukimbia sasa. Sasa wenye walikuwa wameongelelea about Al-Shabaab hiyo wiki ndio tilizo walikuwa in the mode ya automatically predict that's a Shabaab attack. Watuka it was instant hiyo. Yani ilikuwa ni kitu mmezungumzia. Sasa mtukaa mimi na some of my students, my fellow comrades wenye tulisurvive na wenye waliperish, hatuko na clue. Clue as in my week was good. Haikuwa gunshots. What came to your mind? The first thing that came to your mind ilikuwa nini? Ilikuwa kawaida. Garissa gunshots ni kawaida.
Kwa hivyo ulifikiri ni jamaa wana ukule tu askari na nini wanafuzana? Juu nakumbuka on Fridays, some of the Fridays uko unjua kule, that's a Muslim world, wezienda kuleo uanze kustaga kwa barabara. Wanafunzi walikuwa na pombe yao na kuja kunywa shule. Alafu wanafunzi wengine wa Teachers Training College nilikuwa karibu wanakuja pia shule. Sana unakuwa na vurugu, especially vurugu ya kupigania wasichana. Wanafunzi tu. Ya, alafu unajua gunshot moja mbili hivi zitapigwa hewa ndio watulize watu. That used to happen. Sasa mimi niko na ikiwa kawaida. Alafu tena the previous day 1st April shule ilikuwa imekuwa new bus. Sasa hiyo day tuliringia town mzima tuna basi, the hype and stuff. Right. Sasa mimi ndani watu wamekuja kubeba basi. Sasa mimi nimeshuka nikasimama kwa balcony, kangoja watu wacha wamalize chenye nafanya wataenda, si turudi kwa usingizi. Right. Lakini naona gunshots zinaendelea kuwa nyingi. Alafu tena wanafunzi wanakimbia bila without any specific direction. Mimi naangalia tu azina was so relaxed juu nini mbaya. Wewe uko relax uko kwa balcony unacheki tu what is happening. Which floor are you in? Ilikuwa second floor. Second floor. Yeah, hiyo ndio ilikuwa the topmost floor. Okay. Msima kwa balcony angalia tu wanafunzi wanakimbia. Alafu that is after around 15 minutes nikarudi kwa room. Nikatandika kitanda vizuri. Nilikuwa na shot nikajifunga taa nikatoka nje tena. Msima kwa balcony. Sababu tena nasimama nje, kumbe gunshots zimeingia hadi kwa hostel ndani. Ndio nikiangalia chini sioni mtu, naona flares za red tu zinapita. Sasa nikashangaa, nini mbaya? Nikaona acha tu nisimame penye nimesimama. Maybe hapa hii ni safe position juu siwezi shinda risasi mbio. Nikaanza kimbia naweza gongwa na stray bullet. Right. So mimi nika relax. After around 30 minutes, ndio the gunmen wakafika second floor. Sasa penye nilikuwa nimesimama like an extra 10 meters ile ilikuwa staircase A. Sasa naona wamepanda, wameshika AK47 na daga hapa juu wawili. 11 point juu, alafu nikashangaa na kina nani. Kwa hivyo ukawaona ukiwa kwa balcony? Ndio kwa balcony. Kwa staircase. Kwa staircase wakipanda. Kitu nilifanya ni jiasima karao ni venye chenye walisema Allahu Akbar. Nikajua karao hizi sema hivyo. Alafu ndo kajitangaza via dia Al-Shabaab tumekuja kuwaua na kuuawa. So mimi I thank God sikupanic hiyo that particular time. Within seconds nikiingia kwa room juu nilimsema tu kwa mimi kidogo tu karibu na doorstep yangu sasa ya room yangu that is. So mimi nikaingia kwa room, lakini sasa before niingia kwa room chenye ilifanya CMP ya gun towards me yati kuna another student who was running akiingia kwa room sasa akamfuata huyo. So wali change direction. Badala ya ku advance hivi kwenye niko wakapiga kona wakakutoa kwanza kwa sababu yule alikuwa anakimbia. Alikuwa anakam direct kwako sio? So mimi nikaingia kwa room nikasimama kwa ukuta that is mlango sana, simama kwa wardrobe, kulikuwa na wardrobes next to the door. Simama hapo. Kangoja kwanza wapite hivyo na waona wako on the opposite side. Wanapita hivyo. Wakaingia rooms, room by room hivyo. So ndio wanapita hivyo room by room, alafu wanazunguka hivi, kuna washroom pale razipita kuja sai ile ni yetu, ingia room by room. Sasa skule akafanya mambo yao. Sasa kufanya mambo si kendo nikapata enough time. So wanaingia room wana shoot. Yeah. Then wakanipata another room. Yeah, wakanipata enough time ya kujificha. So mimi nikapangua room, nikaangusha bedsheet chini, chairs nikaziweka upside down, ndio yani ni create ile picture kila msee ameflee. Naelewa. Kulikuwa was there anyone else in the tulikuwa na kijana mwingine hapo roommate. Though yale alikuwa confused completely. Lakini I thank God for him juu yeye alifikiria panda kwa shelf juu. Juu kwa wardrobe angekufa. Alipanda kwa shelf juu na hakuwa anaangalia kwa shelf. Mimi napanda kwa shelf nyingine imewekwa cartons na vitabu. Sasa kupata nafasi shelf nilikuwa mali unaweza funga pia mali unaweza tosha ndani. Right. Sasa mimi sikuwa na other option. Na nilikuwa napiga kwa wardrobe itakuwa noma. Nikiingia chini ya kitanda.
kuingia chini ya kitanda sasa nasikia tu venye wanafanya tu kule. Wanatembea waki-approach. Wanaingia wanaingia rooms by room, watu chini ya vitanda. Wanafungua wardrobes. Yani ara hawatui wanafunzi kwa wardrobe, unamalizia tu hapo yani. Close nyamba tu. Ara nilikuwa nasikia pia wanafunzi wengine mtu amepewa risasi 2 before apewa 3 anamuuliza before nimalize mbona niua. Wanafunzi kadhaa waliuliza mbona niua. Anaambia si tunakuwa juu ni kafiri. Sasa watu tutakafiri sisi. Sisi ni Christian, sasa ni kafiri. Sasa kenda room by room akafika next room, sasa the neighboring room kafanya mambo yao huko. Alafu sasa nakumbukanga yenye mkumbuka mpaka leo ni the sound of the footsteps. Ziki approach sasa. Na naona ile picture buti yao moja ikanyanga doorstep yangu. Unajua nilifunga mlango wazi. So nilikuwa na vitu zingine zenye zina happen kule nje. So nilikuwa na akanyanga doorstep yangu. Kwa hivyo wewe ulikuwa chini ya bed uko na boot ndio hiyo. Niko na boot. Sasa what was happening to you at that particular point when you saw that boot and you knew that these guys are finally here? By the time na boot yake. As in I was a little bit relaxed. Relaxed? Yeah, nilikuwa nishafanya maombi yangu. I remember anafikeleni yetu. I started praying. Right. Nilikuwa the first 20 minutes za kujificha. Nilikuwa najikejeli, blaming myself. Yani the best place naweza jificha ni chini ya kitanda. Yani mbona nimewaste a whole 30 minutes. Right. Nikiangalia watu wakimbia badala nikimbie. So nilikuwa badala kujikejeli nikaanza kuomba. Na mimi nitumia tu sheng yangu nikaambia God. Na jamii kwanga sina na si ati nina haki kuliko wenye wamekufa already. Lakini tu ombi langu hata kama nafaa kufa leo, right, nisikufe kwa mikono hawa watu. Hiyo time nilikuwa nishapata ile mentality, this is war. Right. Na in a war hakuna mtu atakaye kushinda. So nikamwambia God, hawa watu ni watu wadogo sana kudetermine ile siku nafaa kufa. My only prayer ni kana kufa leo wacha iko ni juu. Ndio umeamua. Na naweza appreciate sana kana kufa sijua hawa watu. Right. So alafu finally nikamaliza maombi nikamwambia God, sasa nimeweka maisha yangu mikononi mwako. Nimwambia sasa chenye nataka sana ni kuona kesho. Na nikamwambia sasa kufa sasa, nikampatia reasons. I gave God several reasons mbona sasa kufa sasa. Right. Nimpatia zote. And tani nikamwambia tu nikuamini sasa. Sasa I think rangu ikatulia. Though the heartbeat was still on. Right. Mimi nikatulia, yani ile kushake ikapungua. Ya so akaingia na alipokanyanga kwa doorstep. Yeah, nika hold breath yani. Lakini hakuna nafikira lolote lenye nilifikiria hiyo time. As in I was blank. Nime relax but blank, totally blank. So kaingia kaangalia kwa wardrobes kitu ya kwanza. Venye pia nilikuwa nimefungua milango wazi. Wardrobes zilikuwa ni akaangalia zote. Alafu kulikuwa na one chair nime standing, akajishikilia hiyo akakaa kwa mgongo. Akaangalia chini hiyo kitanda yenye ilikuwa opposite. Chini ya kitanda nyingine juu kulikuwa na vitanda 3 double decker. Alafu angalia chini ya kitanda yangu. Sasa kuangalia chini ya kitanda yangu akapata nimwangalia. Juu yani I was relaxed in such a way that yani mpaka sikuwa naogopa kumwangalia. Unajua a normal person uone kifundo inakuja, utafunga macho, unangoja tu sasa ndio that's the moment. Wewe ulikuwa umemwangalia direct. Nilimwangalia especially when aliniangalia tuli sasa we stared. Eyes met. Yeah.
Though that particular time I felt yani nilikuwa na ile hasira yani. Unaona? Nilikuwa sijui nilitoka wapi lakini nilipata hasira. Alafu bado sasa hiyo kale ka trema kaingia lakini hasira. After kaangaliana for 3 seconds. Alafu mbele yangu nilikuwa nimeangusha vikombe different colors. Jini nilikuwa na you know bright colors zo distract mtu. Right. So after 3 seconds akaangalia hizo vikombe. Alafu akasimama. Alitoa macho kwako, akaangalia vikombe. Yeah. Then he stood up. Yeah, akasimama. Wow. Tukisimama, nikadhani sasa I thought ashaniona obvious. Right. Sasa aenda kwa kigana. I shoot sasa. Yeah, chafu risasi wakitanda zinipate kule chini. Lakini yada kutoa bunduki. Yeah, alitoka kaenda. Ukaona akitoka akitembea akienda. Yeah, mimi alaskua mimi yani ushai reconcile hiyo ilikuwa ni nini mpaka leo? The only sasa hiyo ndio nakwanga my biggest in fact my biggest fear hata si ati ningekufa. Mbona God akanisikizani? Mpaka leo unashangaa God alinisikiza ukweli. Yeah. Mbona akanisikiza na si ati nina haki kuliko wale wengine. Umeelewa? Yani kuna in a state of confusion yani. Ndio ameniangalia. Na niona chenye anafanya huko. Na aliingia peke yake, mwingine akabaki nje. Na mwenzake alikuwa sasa mwingine watatu walikuwa wamewajoin lakini alikuwa next room ana exchange gunfire na KDF nyakonje. Unaona? Sasa mimi kwa uso wake yani ilikuwa inakaa tu. Yani ni kama mtu alikuwa na thirst ya damu yani. Likulsia hivyo alafu na alikuwa na nitangwaje Arafat. Ile Arafat. Ilikuwa imejaa damu tu. Ile kubishana na wanafunzi kule Nyamirwa. So mimi nilishangaa yani sasa hivi my biggest fear si ati ningekufa yani that particular day. Ni God akona na plan gani na wewe? Kali kuachilia. Hiyo time. Yeah. Sasa ala yenyewe sumbone sasa sasa hivi nimerekebisha njia zangu. To kuna vitu zenye nimeacha nyuma. Lakini siwezi sema I'm fit enough kwa presence yake. Nimwambie nataka ina. Unaona? Sasa ndio kitu hiyo nishangaza most, ndio kitu hiyo instant fear ndani yangu. Yaani ulisamehewa mpaka ukachanganyikiwa. God alikupatia another opportunity mpaka ukashangaa, mimi how? Yeah. I wish ingekuwa watu wengine. Sasa huyo ni God. God ndio hivyo, grace yake ikikuja kwako, that's it. So tuendelee. So now huyu jamaa katoka. So how did you get out of the room? So at around 8:30 next room bado anaendelea ku exchange gunfire. Na ule jamaa mwenzako alikuwa pale juu hakupatikana Yeah, kupatikana. Okay. In fact nilimeza maombi yangu nikamuombea. Junior alikuwa na shake sana yani. Mpaka nasikia nikiwa kule chini. Nikamuombea luckily alitulia by the time that guy aliingia kwa room. So at around 8:30 huyo kijana akachoka kujificha huko. Akashuka. Akashuka akaenda kutoka nje, nikamuuliza alimuitwa Kennedy. Nikamuuliza Kena, wewe una kasoro mahali unatoka kienda wapi? Hakuniongelesha. Na akachungulia, alafu akarudi akachukua simu yake, shati akaitaka, hakuvaa shati. Alikuwa kifuazi. Akaitaka mfuko wa nyuma. Akatoka akaniambia Joseni mwana wa KDF hapo chini. Nikamwambia sawa. Akatoka akaenda. Tumetulia pale na ngoja nisikie risasi. After 5 minutes hakuna risasi. Nikajua yashafika salama huyo. Na mimi kama nitoke. Mimi nilikuwa nimefunga nayo towel. Nikachungulia. Kuangalia maKDF kumbe hajafika second floor kwa first floor. Lakini wako the opposite side mali na waona. Sana ile pia wao wako ile hali ya uoga. Mimi kutoka hivi sinilo amenipointia gun yao wote. Sasa kitu ilifanya wasi pull the trigger na tiniliwa kifawaza kajua automatically this is a student. Right. Na venye nilikuwa nimefunga towel. Alafu kwa njia ya ishara akaniambia wewe vaa shati na trouser. Alafu uje. Sasa mimi nikafanya hivyo. Na nikajua shati stavani kaika kwa mfuko wa nyuma pia. Sasa ndio ilikuwa identity yetu, kifua wazi ndio junior student. Sasa kumbe huwa Al-Shabaab next door
ashaona wenye wakicommunicate na ishara. Ndio wale hawajui yako hapa. Mimi kitoka nikakumbuka kuna Al-Shabaab hapa, nikaambia kuna wako hapa bado. Kuna mmoja hapa na exchange akaniambia anajua. Wote sasa kaenda waka point gun zao hapa. Na kaniambia nisitoke na staircase A, nitoke nipitie staircase B. Staircase B sasa inabidi nipite mbele ya mlango. So mimi niko a bit safer kuliko nikapita staircase A yenye penye atakuwa direct a wide range of nini. Right. Sasa nikapita hapo mbio. Fika kwa staircase B, gunshots zikaanza. Wow. Na sasa nilifika salama, nikashuka hivyo na staircase hadi ground floor. Alafu kulikuwa na escape route nyuma washrooms. Kulikuwa na exit door ingine ya pili, emergency exit, nikatokea. Sasa tukajifinika kuta wenzangu wamekuwa rescued, walikuwa take cover hapo hivyo pamoja na some KDF soldiers. Yeah. Tukakaa hapo mpaka saa 4. Sasa kutoka 8:30 hadi saa 4 sasa. Wow. Tumetake cover, tunangoja tupatiwe nini ishara ya kutoka sasa. Ya kutoka. Sasa hiyo time sasa ndio nilikuwa ina position ya kuchukua simu, nilikuwa naelewa kisingechukua. Chukua nikamwambia mzee, mimi niko sawa. Ni fadhali kupigia. Sasa amesikia kumaribika kule. Mpigia. Kuna mara ya kwanza nilichukua simu nikiwa kwa room. Kwa na KDF. Nikachukua kwamba mimi niko sawa, lakini niko mahali pabaya. Kata simu hivi, gunshot ikalia. Sasa nikule nje ya makabiliano. Sasa kumbe naye alisikia gunshot. Sasa kadhani nimepigia kijana wangu simu, nikafanya patikane. Sasa yeye ndiye alifanya wow. Ni sasa yeye kule yana nadhani nishaangushwa. Na and after that I'm sure alikupigia number of times. So anajua kijana alishaenda na mimi ndio nilicause. Sasa around 9 am pia nikachukua nikamwambia niko sawa. Bro naye akapiga nikamwambia niko sawa. Nikachukua simu zingine kadhaa alafu nikazima simu. Ndio ilikuwa battery low. Right. Na hata wapiga sana. Kazima simu at around 10 ndo tukapoa ishara. Sasa tukapita mahali kulikuwa na kabushi hivi ndio tupate kwa hizo mitaro hizo za hizo za shule. Ni deep, yani ukiscore tutatoshia ndani. Sasa tukaenda nayo hivyo hadi kwa gate, kulikuwa na msikiti, tukaingia ndani ya msikiti sasa. Tuliteka kitu hadi saa 8. Sasa ndio akina Aiden Role na Kaisera alitupata hapo. Wazungumza nasi. Sasa akapanga venye tutatolewa hapo hadi kwa KDF camp. Right. Yeah. So baadaye mkaenda KDF camp. Mchukuliwa na buses buses na hizo gari za ama KDF. At this time I'm sure watu wako in panic bado, watu wako in trauma. Are you checking out kama wenzako wako around? Ulikuwa unafikiria ni nani wameuawa, ni nani wako? Hiyo time nakumbuka nikiwa kwa msikiti, ile mentality tulikuwa kwa msikiti, ile mentality tulikuwa nao, wenye wametoroka washakufa. Tumebaki ndio tuna bahati ya kusurvive. Kumbe wenye wametoroka tuseme 90% of them walisurvive. Sa by the time ni watu kwa msikiti 17 students are confirmed dead. By the time natoka 17. None wenye walikuwa wameamka maombi asubuhi, morning glory. Christian Union, right? Christian Union, Sa mimi nikajua definitely Alice ako sawa. Ako sawa juu Yesu mtu kuamka asubuhi. Sasa tukena KDF kamsa kule. Yani hiyo time bado tulikuwa hatuamini, yani hatuamini nini imehappen yani. Bado mnashangaa tu. Tunaangaliana hivi shock. Mwangalia watu hana uoga, hana ni they just confused ajui nini imehappen. Kumbe wenye walitoroka tuliwapata wa KDF camp walifika huko mapema. Wao wanatulizana nini, tunaambia hao ni Al-Shabaab. Lakini wengine pia walijua ni Al-Shabaab juu sasa ndio alituma messages kwa media houses, Garissa universities under attack. So tukiwa kula hivyo wakatupea chakula, mwenye tulikuwa na beto wakatunulia slippers. Juu nao mademu walikuwa wapotea venye tu walilala. Ndio kule kuna joto so wao lala. Tunaona nguo zimepungua yani. So walipewa leso za Kisomali na Wasomali. Right. Yeah. Kuna hata wenye walipotelea kwa hizo vijiji, swali wengine alikuwa kwa nyumba zao Somali, wakapikiwa kiamsha kinywa asubuhi. Alafu akaitwa chief ndiye alikuwa anafanya hiyo shughuli ya
kuwasafirisha hadi kwa KDF camp. Okay. Saa ikafika masaa ya jioni, basi naleta manusura tu. Naleta tu manusura. Sasa tunangoja sana. Tuone wenye usinasikia haya sijaona mse fulani. Unangoja tu akuje. Sasa basi ya mwisho ilipokuja ndio reality ile to hit. These are the last people. Yeah. After hawa hakuna mtu mwingine. So ulikuwa unatarajia Alice atoke kwa hiyo basi, sio? Sasa mtu wa mwisho kutoka kwa hiyo basi alikuwa roommate mmoja, the only survivor. Alikuwa 4 girls. 4 girls. Ya mmoja pia ndiye alisurvive Out of the 4. Nikamuuliza Alice ako wapi? Akaniangalia tu. Nikamuuliza Alice ako wapi? Akatoa machozi. So hiyo ni direct information. Hakusurvive. Nikangoja atulie sana, ndo nikamuuliza maswali, kulienda aje Alice, yani hakutoroka, hakufanya nini? Akaniambia Alice, sisi tulisikia tu after mlango umegongwa. Nikawauliza kwani msingizi gani nyinyi mnalalanga yenye hata mkusikia gunshots? Wakaniambia si hatukusikia, si mlango iligongwa mateke. Ndio tukajua ni kuba. Wakaingia chini ya kitanda wote. Right. Sasa huu ni nafasi alikuwa chini ya kitanda, akaingia kwa shelf juu. Akaponea hivyo. Sasa hao walitolewa nje, kuna mahali space waliwekwa wote na wakalala chini, alafu wanaangamiza hivyo. Wow. So even Vali sasa alipata kifo chake hivyo. Lakini at that particular moment bado sikuwa naamini. Nini nilitaka kuamini bado hajakufa yani. Nitaka kuamini maybe alitoroka akotuma mahali kwa KDF camp. So mimi na marafiki zangu wengine wakanisaidia. Tunaulizia Alice. After around 2 hours of endless searching, hamkumpata. Wazazi wake je? Shida ilikuja the following day. Anapigiwa simu na mzazi wangu. Tunajua kule Garissa ni ile ni rafiki yangu. Ndio kupatia namba ya mzazi wangu. Right. Ndio kufikia wewe. Akufikie. So wazazi wake alikuwa anakujua. Alikuwa anajua sasa wewe roommate sasa. Roommate wake. Yeah. Yeah. So akampigia simu. Akampigia simu. Na mimi hiyo time nilikuwa na simu ya Alice. Na tunajua WhatsApp yuchukua makadresi ya simu. Some WhatsApp messages zinaingia tu. Zinaingia tu kwa simu yako. So hiyo simu juu nilikuwa nimewasha. So watu wanadhani Alice bado wako lakini unaona. Sasa ikaleta controversy. Wazazi wanaambia mimi Alice ako online WhatsApp. Ndio kupigia, tunapigiwa. Wengine wanapigia wazazi wake alikuwa na namba yao, wanafunzi wanapigia. Hadi ikabidi umekuja Garissa, alikuja Garissa sasa, ndio wanafunzi wengine wakanikujia, wewe ndio tena kuongea na wazazi wa Alice. Nikamwambia sitaweza. Wali insist, lakini nilishindwa kuwaeleza. Sasa mzazi wake akaniuliza mtoto wake yako wapi? Nitasema nini? Kunyamaza inamaanisha automatically hayuko. Ndio tuliambiwa msichana enda mzazi wake. Alice aliumia kidogo kwa hospitali. Yeah. Wow. Ndio sikujua kale enda kuambia hivyo, sikujua. Haujui vile ilisha. Ndio wazazi wengi tulikuwa naambia hivyo, ameumia kidogo. Mungaende hospitali. We need to finish, Jose. Yeah. Kwa hivyo finally mkapata usaidizi, mkatoka nje ya camp. Yeah, tukaenda nyumbani. Tulitonya hapo ndio wazazi walitukujia sasa. Yeah. Na baada ya pale I'm sure you got an opportunity kuenda sasa Moi University main campus. Yeah. And that's where you have been. Yeah. Nataka ukimalizia tu, I'm sure this entire deal imekufunza kitu moja kubwa sana. Yeah. Especially ku understand Mungu ni nani. Yeah. Na relationship yako na yani kukuwa na position ya mimi nilisurvive. Kuna watu ambao hawakutoboa. Na how life is precious for you. Now your prayer will make. I want you to share that briefly as we finish. Misa chenye nasema yenye nimelearn about who God really is. Mimi nasema God is a father, yani ni kama mzazi
mwenye anaweza fanya anything. Anything ku safeguard as in watoto wake, that is. Yani hakuna kitu tunaweza itisha akukupa yani. Regardless of mistakes zenye umefanya. So long as umeitisha na umeamini anaweza. Yeah. Ndo niko na hiyo imani niliangalia hivi. Though I'm not si familiar na pages za Bible vile. Na mkanga historia. You're not the ideal Christian. Yeah. Lakini uko na relationship ne. Yeah. Mkanga historia I think ni Job. Mwenye isn't Shetani alienda kwa God akamwambia nipatie ruhusa ni test huyo mtu tuone. Yes. Kani atasakamb. Yeah. Sa ikiwa yani Shetani anaenda mahali na negotiate na Mungu na Mungu ampatie na si God ndiye alijenga Shetani zinda yeye si create everything. Yeah. Ikiwa unasikiza Shetani mwenyewe mimi nani hawezi kumsikiza. Yeah. Na obviously kuna purpose siku appear as an out of nowhere. Right, it was God. Yeah. Na purpose kwa life yako. Yeah, na kuna ile purpose. Ndio pia niliona ni vizuri ukiomba ni kwa reason na God. Mwambie nataka hii. Na mwambie nataka ujampatia reasons ni gani? Mwambie nataka hii juu ina. Na so long as you're not a self-centered person. Right. God atakuoneka interest zako mbele. Na atakusikia. Yeah. So na alikusikia wewe at the yani ile point ya need kabisa. Yeah. When you needed him, alikusikia. Alinisikia. And so it's an encouragement kwa wengine kwamba even at that point of need where you really need God, he comes through for you. Yeah. Na anajibu. Na mimi chenye sema pia juu watu wanaambiwa have faith. Unafaa kujiuliza faith ni nini? Right. Unajua ni imani. Yes, you translate from English to Kiswahili. Faith mi kwangu naweza sema faith ni lazima you've prayed about something, yeah? Tuseme ni kitu fulani na inakusumbua. After umeomba umwambia God akusaidie kwa hilo jambo, the next thing you're supposed to do is stop worrying about that particular thing and enter rest. Yeah, it's no longer in your hands. So right. Yeah. Wewe mwachie kwa sababu umemwamini, sio? Unamwachia shughulike. Yeah. Jose. Yeah. Thank you very much. Tunashukuru bwana. Yeah. Manake uko hai leo. Even to testify that uli encounter that guy one on one, face to face. Yeah. But even at that point God was able to save you. Yeah. Na kukuonyesha bado anakupenda despite who you are, what you've done, but bado God anakupenda. Yeah. So God akubless sana. We wish you well in your studies ukiendelea. Together with with all your friends. Na Mungu atamsaidia mbalize, then you get to do things for him and even for this generation and this country. Sio? Yeah. Baraka tele. That was Joseph, telling us his story, one-on-one encounter with this terrorist, but then God was able to save him from that situation. And today he clearly says that, you know what, hata ukiwa hapo chini umefika mwisho, the shadow of the valley of death, even at that point, God can come through and rescue you. But very important what he says is, you know what, ukishamwambia, we enter rest, tulia, stop worrying because he has already done it for you. Tutakuwa tunarudi baadaye na Gifted, and then we'll be having our minister Apollos Githinje, our minister, who will be sharing together with us right here on Tukuza. Don't go away. Jesus music, na 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 na, then he give my tina, na we keep on this, na na na, ni